Nipo hapa na mashabiki wa Simba wawili. Nataka nipate maneno yao mawili matatu kuhusiana na mchezo mpaka hapa walipofikia, wanakwenda fainali, lakini pia na mapokezi ya leo. Nianze na Tulia Malaika. Kaka vipi? Safi. Hongereni sana. Namshukuru Mungu kwanza. Makilo ndo la kwanza. Kwa hiki kitu tulichokipata ni kitu kikubwa na ni historia kubwa tumeweka kama Simba Sports, na pia tuwashukuru hata nyinyi waandishi wa habari. Tuwashukuru benchi la ufundi wote waliohusika katika ushindi. Malaika, mnaenda kukutana na Berkane ambao mpaka sasa wameonyesha kuwapiga watu goli nyingi. Wewe unafikiri unaiona yako kwenye finali inakuja? Huyo aliyopiga goli nyingi au aliyopiga goli nyingi ni timu ndogo sana, sio timu kubwa. Kwa hiyo goli nyingi zinapigwa Simba, hata sisi tushakumpiga goli nyingi, ila Berkane yeye alibahatika kumfunga goli nyingi ambayo ni Constantine, sawa, goli 4, lakini hata sisi kwa timu yetu tulimpiga kwetu goli ngapi? Nashuhudia wenyewe. Kwa hiyo zile ambazo kampiga sisi tulimpiga hapa. Sawa. Kwa hiyo maana sio kitu ambacho kigeni kwetu. Mchezo mpira ni mchezo ambao mchezo makosa. Ukienda kwa papala watu wapata nafasi na kuadhibu. Kwa hiyo Berkane alitumia nafasi ambayo waliopoteza wao wakafanya kumwadhibu. Ndio maana unaona kwa Berkane kwamba waandishi wa habari mnaona timu bora sana. Berkane ni timu ya kawaida sana. Mimi niwape taarifa hiyo. Berkane ni timu ya kawaida sana. Kwa sisi Simba Sports Club tusio najivunia. Ukimwangalia performance, chukueni video kuanzia mechi ya kwanza ya Berkane mpaka anafika hatua hii, na chukueni video mechi ya kwanza ya Simba mpaka anafika hatua hii. Unaona kabisa kwamba ni Simba ina kitu kikubwa mno ambacho haiwezi timu yote kumsumbua katika kwenye mechi ya jana. Klabu ya Simba ilionyesha kucheza mchezo ambao watu wengi hawakuwa wameelewa nini ambacho kilikuwa kinatokea kwa wachezaji, labda benchi la ufundi, ingawa mwisho wa siku walifanikiwa kupata matokeo yake. Unafikiri ni nini technically kilikuwa kimesababisha mpaka Simba akafanya vile? Unajua mpira ni mipango. Simba alienda na mpango wa kwanza ilikuwa sababu unajua mtu yote anapokuwa yuko nyumbani anafunguka, anataka acheze apate matokeo. Unapokuja lazima umheshimu mpinzani kwanza, hilo ni la kwanza. Alafu unapokuwa na plani inamaanisha utakuwa na plani yako. Simba ameenda na plani kwanza ya tucheze. Alafu baadaye aliona kwamba sasa tayari na uhakika wa kubaki na hiki kimoja ambacho baadhi ya mashabiki ile goli moja walilizalao. Wakasema goli moja si na nini tutatoka. Hamna, ile ilikuwa ni mipango. Kwa hivyo fika kule kipindi cha pili wakaona sasa tusha dominate mchezo, sasa tucheze, tuzuie tulichokipata ili tuende kuvuka. Kwa hiyo ndio kilichofanyika, hakuna kingine. Mpira ni Simba wameshawahi kufika fainali lakini wakapoteza fainali. Wewe unaona fainali hii itakuwaje? Je, safari hii kombe litabaki au Waarabu wanaweza wakaondoka na kombe hili? Labda nikupe taarifa moja. Makamasi ya mtoto sio makamasi. Ile makamasi ya mkubwa ndio makamasi. Simwadhulia. Kwa hiyo Simba iliingia fainali. Wakati huo Simba ilikuwaje? Wakati huo hii kombe sio kombe la shirikisho. Kombe sio kwa ubingwa, ilikuwa ni jina tofauti kabisa na majina. Kwa hiyo sitaki kuzungumzia Simba aliingia fainali. Mimi nazungumzia Simba aliwahi kuingia fainali. Akaingia fainali. Hii ndio Simba ndio kaingia fainali. Tulimuona Mpanzu kwenye mechi ya Zanzibar alikuwa ana moto sana, lakini mechi ya jana alikuwa kama kapoa hivi. Je, kuna tatizo ama ilikuwa ndo kama ulivyosema mwanzo ni plani? Tatizo hakuna. Ile ilikuwa ni kwa sababu wale wote walikuwa macho yao yalikuwa namwangalia Mpanzu kwa sababu ni mtu ambaye aliwasumbua. Hata sisi wenyewe kuna mtu alitusumbua, kama ulimuona alitolewa. Alivaa jezi namba 5 kama sikosei. Alitusumbua ile mechi ya kwanza. Hata mechi ya pili umeona Kapombe akaana kula naye sahani moja. Sasa kilichofanyika pale naye Mpanzu akaona haompi game time ya kucheza kwamba atulize ageuke. Mpanzu akituliza akigeuka, hiyo ni safari nyingine. Uanze kuaga ndugu jamaa na marafiki kwamba anaenda golini kufunga. Kwa hiyo ile ilikuwa tayari washamtengenezea, watenza plani yao wakamtezea na plani Mpanzu. Kwa sababu ukiangalia obvious Mpanzu anaposhika mpira alikuwa na zaidi ya 3-4 wanamfuata. Na ukishatuiza mpira 3-4 wanamfuata, usipokuwa na akili ya extra hautaweza kufanya chochote. Lakini watu angalia pale Mpanzu ndo sumu yao. Lakini of course wachezaji wa Simba wote ni sumu. Akiangalia Mpanzu muda mwingi anaposhika mpira anakuwa na madhara zaidi. Kwa kaamua kudili naye, ndio maana ikawa ngumu Mpanzu. Lakini sio imekuwa ngumu. Mbona attempt azofanya uliziona amepiga mashuti. Walifanikiwa kwa kiasi fulani, lakini ilikuwa ni game plan. Lakini tunamshukuru Mungu. Sasa hivi tunachika kizungu.
Nacheka kizungu. Na nini cha kuambia mashabiki wa Simba? Kwanza sina cha kuambia. Kwanza sio mashabiki. Dunia, naiambia dunia sasa hivi yote ipo kwa ajili ya Simba. Mungu mwenyewe yupo katika kwa ajili ya Simba. Mungu amebariki Simba. Hajaibariki klabu yote dunia mzima. Kwa hiyo sasa namuona Simba akienda kuweka historia kubwa katika dunia hii. Narudia kusema tunaiona Simba inaenda kuweka historia kubwa kwenye dunia hii. Nakupa taarifa moja. Ngariba yule sawa. Jana Liverpool baada ya kutangaza mabingwa, Liverpool wanamtaka Ngariba. Wametuma ofa kwa Ngariba Mpanzu. Mpanzu anatakiwa aende Liverpool. Mbona hatujaiona hiyo? Shida wewe ufuatilie sana mwandishi wa habari. Sawa. Yaani kwamba breaking news kwamba Liverpool wamesema wanamtaka Ngariba Mpanzu. Exclusive Mpanzu ndani ya jiji la London. Tujiandae. Jiji la Liverpool. Tunajiandaa. Wana Simba mna mambo. Tunajiandaa na Simba kwamba kumfanya Mpanzu sawa, kumwandalia zawadi na kumwandalia bonge la sherehe ili anapofika pale nchini Liverpool watu wajue kwamba kweli ametoka kwenye klabu bora katika nchi ya Afrika ambayo ni Simba Sports Club. Mimi mwanzo pale niwaambia kwamba nashukuru Mungu sana, Simba imeniheshimisha au imetuheshimisha. Simba hii sioni nani wa kucheza naye nchi hii. Simba hii haoni nani wa kucheza naye. Aba Barcelona. Anayefuata mwingine atakuwa ni Liverpool. Barcelona ile ilompiga Madrid ile. Yakina Lamine Yamal kidogo atamsumbua Shabalala lakini sio sana. Atamsumbua Shabalala. Kidogo, hiyo ni kidogo. Unajua wabomotoa Shabalala. Unajua unasikia? Akitoa ile macho yake. Kuna macho ametoa tu macho Shabalala. Finali hii hapa. Na akitoa macho kwenye mechi ya finali. Kombe tunachukua. Kwa na nyinyi mmejipanga kumpanga atoe macho au? Usiulize ndevu kidevuni na usiulize makofi polisi. Yaani tumejiandaa kwa kila mbinu na kila namna. Semaji letu la CAF limesema kwamba sasa Simba tunaenda kuchukua kombe la shirikisho. Sasa ina maana mimi Mgindo sawa na yule Hamed Ali, mimi ni ndugu yangu yule. Sawa, yule baba Mgindo mama yake ni Mwela. Simwandule kwa maana yake sisi wa Ngindo tunajua kwamba twende tukatambike. Kila kabila ndio katambike. Lakini wakati bila kusahau shehe mkuu wa Dar es Salaam na pia atapiga ile dua yake. Ile dua ambayo nawaambia, hiyo ni ndio dua pekee ambayo inasambaratisha majini, inasambaratisha takataka zote za dunia ambayo Mungu kampa kibali. Hiyo surati inaitwa ni surati Mungunyu. Hii ilikuwa ni style ya nusu finali. Umeona hichi kichwa kwamba finali kwamba tayari kesho mdhamini wangu anipa fedha na saluni. Baada ya kesho mkinitafuta mtakuja na style ya finali. Tutakutafuta kesho kutu. Asante sana.